Collins Odhiambo Guda. Wakati ambapo unasema miujiza imeisha, basi miujiza ipo. Wanamvinyo, mpira unatembea. Ama ndicho ambacho alikiona pia, kichwa kimeita. Ibrahim Joshua mwaka 7 amerudi na kuendelea alipoachia miaka nyuma. Alikuwepo ndani ya sajili ya Tusker FC. Wanaongozwa na Erika Python na Ibrahim Joshua mwaka 7. Wapo mbele sasa, wana mvinyo. Wanasema hata mpunga huo anaweza kausanga, wakakutengezea mvinyo papo hapo. Stephen Etiang Odima alinyanyua na kichwa kizuri kile. Ilipo habari Elijah Mumanyi kuhusiana na kichwa ambacho ipo uzuri kwenye attacking yake Ibrahim Joshua mwaka 7. Na ndicho ambacho amekifanya. Moja kwa moja kimeishia kwenye kamba. Cross yake Stephen Etiang ikampata Ibrahim Joshua mwaka 7. Mpira ukacheza mlingoti wa ndani ukatoka. Eric Ongiri akaona acha nijiongeze, akauchukua akaondoka nao bwana. Anaambia mpira ushaingia bwana. To me personally, I'm very happy because I've worked a lot, and I'm happy also for the chairman, for the board of Tusker, for CEO, for all the guys here who have welcomed me as I've never been welcomed in Africa. So I'm very happy for everybody in the club, and especially for the players, because they did a lot of good work with how could I say, they follow me and they follow instruction. They are very disciplined, and I'm very happy to work with them, and so happy for them, for the 3 points for them today. What are we going to expect from Tusker, especially from this win? What is it going to give you as a coach and to your players? To me, it's not because we have won that we are better today than on Saturday, because Saturday we did a very good game, and that's football. If we love football, it's because we never know the end. It's like it's not like in the movie or other sports. So today, the second half, we have suffered, but we maintain. We keep the clean sheet, and on Saturday the second half was better. So every game is changed, but we remain the same in terms of intention, in terms of playing as a unit and giving the best for the fans and the board. And after, what can we expect? I think that Gor Mahia is too far now. So in terms of title, winning the league, it's over. So I'm here to help the team to progress, for them to be able to compete in the cup, but also to win every game. Let's try to have the best position on ranking at the end. Thank you, coach. All the best. Thanks a lot. Thanks. Coach, si matokeo mazuri ambayo ulikuwa unayatarajia, umeruhusu goli. Kitu gani ambacho hakijafanyika coach leo hii? Kusema kweli, tumeconcede the same style which we've been conceding on the previous games, but I believe today imekuwa much better than the other games. Coach, kipindi cha pili unaonekana kuwa na uzuri fulani hivi, licha kuwa ulikuwa unajaribu kufika eneo la mpinzani. Unahisi mabadiliko ambayo uliyofanya ndio yameweza kuchangia hivyo, au ni kitu ambacho wachezaji uliwaeleza kwenye chumba cha kubadilisha mavazi? Maana kipindi cha pili kumekuwa na utofauti mkubwa ukilinganisha na kipindi cha kwanza ambacho ulicheza. Yeah, second half to make changes na imekuwa poa sana in terms of going forward, because ukiangalia walikuwa wameka 2 block midfield na ilikuwa ina to overwhelm, sababu ilikuwa 2 against 2 saa zote, na most of our guys are not making that movement, of which imekuwa different sana. Second half tumemake hizo movement, tumeplay, but matokeo imekuwa imego against us, which is for me it's okay, because considering the boys vile wanacheza, I'm satisfied. Shabana kupata alama zote 3. Bronson Subuga Serumira imefika pembeni kwake Brandbet mashinani. Bet kwake Bronson. Derrick kwa Bronson. Bronson unatoka. Ulibabatiza, itakuwa ni kona. Wende kama ni kona ya mwisho ya mchezo. Jitihada zake Bronson Subuga Serumira. Bronson Subuga Serumira.
Najazwa ndani huku nafasi. Fagio la chuma. Le Capitaine Jojo Nyango Rakodizo. Sekunde ya mwisho kabisa. Le Capitaine amekufa moyo Brano Chiendenge Supario, lakini anashangiliwa Jojo Nyango Rakodizo. Dakika ya jioni kabisa, Jojo Nyango Rakodizo, kona yake Bronson Subuga, kichwa kumaliza yake Jojo Nyango Rakodizo, kona tamu yake Bronson, kichwa kama mkuki yake Jojo Nyango Rakodizo. Le Capitaine wenda mwapa alama zote tatu Rako, wakakata mauno ikiongozwa na Jojo Nyango Rakodizo. Nafasi ya mwisho kabisa unawapa goli na alama zote tatu. Mwanzo kabisa timing yako ya mpira wake Bronson, pengine ulikuwa umeutazama move ya mpira au ulikuwa unavizia vipi Captain Jojo Nyango Rako? Imekuwa ni kitu tumekuwa tukifanya tukiwakia kwa mazoezi. Ukiangalia kwa game tumekuwa patient, tumekuwa tukiwork, tunajaribu kukuja zinakataa, but tume keep up, tunakam, hatujachoka, and then ni vitu tumekuwa tufanya mazoezi, moment imetokea, tuna attack ball na tunashukuru tumepata kitu, tumepata bao, imetupatia point 3 leo, tunashukuru. Na ni goli lako la kwanza msimu huu, lakini pia ni goli la kwanza la Shabana dhidi ya Mathare United. Unajisi vipi leo hii kuweza kufunga baada ya kuwepo nje kwa muda mrefu? Nasikia poa. Hii at least ni motisha, at least napea team kitu. Tusipia tuna push. Tunapata bao kwa game kama hii. Mathare imekuwa ikitusumbua. Na leo tumepata point na kufunga kwa game kama hii. Ni moral sana going to the next game. So nashukuru. Bao kwanza at least nimekaa bila kufunga. Nashukuru, niko happy. Na baada ya hapa itakuwa ni dhidi ya FC Leopards next game ulivyotaja. Angalia fans wenu wamewasukuma kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho, lakini pia wale waliotazama nyumbani pia wamewasukuma dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Na hapa nini mashabiki wenu hususan mnapoendelea kuweza kucheza na FC Leopards siku ya Jumapili? Kwanza tunawashukuru mafans wetu, wamekuwa motivation kubwa sana kwetu, wanatusupport, wamekuwa wakitupush, ikuwe results ni mbaya ama ni poa, wamekuwa na sisi. So sisi kupata win ni kuwapea motivation, na tunawahimiza waendelee game ya weekend, wakuje watusupport, najua tutawafresha na tutawapatia the 3 points. Dakika ya mwisho, mechi ambayo ulianza kiufundi zaidi, bila mpira, ulikuwa compact kabisa, lakini mguso wa mwisho kabisa unapoteza alama zote tatu. Kitu ya kwanza ni somewhat frustrating, kwa sababu ukiangalia katika mechi yenyewe, katika kipindi cha kwanza tulikuwa na nafasi mingi sana za kufunga, nafasi kama 3 hivi. Na nadhani nusemaga football match ni a game of chances. Ukitake chances zako then unamiliki mchezo. Tactically for the better part of the game tumekuwa vizuri sana. But again now when you have some of the young players, niliwaambia hii mechi it's more mental than even tactical. Tukawapatia solution on how to go about it tactically. But again unaangalia dakika za mwisho, lapse of concentration, no communication. I think that's where maturity comes in. Na nadhani ni kitu tutaendelea kuhimiza vijana. Then kwa sababu kutoka last year I think ni mechi ya kwanza wametushinda. So congratulations to them. They have wamepata alama zao 3. Sasa ni turudi tena again in the next 48 hours. Again we have a very tough match. Then kitu ya kwanza tuangalie vile vijana kidogo walikuwa navuta muscle pull, tuone nini itakuwa kama watakuwa recover before mechi ijayo. Na coach, katika eneo la kati ulifanya changes wakati mechi ilikuwa bila, lakini tena ulimleta Douglas Mokaya na Isaac Omweri, kisha ukazidi ukamtoa. Pengine kuna kitu ambacho ulikihitaji kukupa? Kitu ya kwanza tukimpeleka hapo alikuwa na instruction very simple. Na instructions zake zilikuwa he's a good ball player.
but unaangalia kila time akipata mpira na upoteza, akipata mpira na upoteza, then atuweka katika pressure ambayo hatukuwa tuna expect, kwa sababu kitu ya kwanza tulikuwa tunataka kufanya ni second half, na ama zile dakika zilikuwa zimebaki 15 ilikuwa ni kitu ya kwanza tumiliki mpira, then tujaribu kutengeneza chances na kumiliki. Lakini sasa kama umepelekwa ukamiliki mpira then kila wale unaachilia, then lazima aelewe ni kipindi cha pili hapa kuna Shabana nyingine tutapata msimu nyingine. So ukipata nafasi lazima ukuwe ready. Na nafasi hata dakika 10, dakika 5 kila mchezaji lazima ajionyeshe kwamba anaweza. Ukiangalia kama hapa fullback tu, jana mdogo Boyo, na ameingia na akacheza vizuri. So ni issue ya kila mchezaji lazima kuwe tayari kwa mechi. Na baada ya hapa kituo kinachofuata ni dhidi ya Gor Mahia, mechi ambayo unapenda sana coach. Itakuwa ni mchezo aina gani? Kitu ya kwanza niangalie excellence ya majeraha, kwa sababu umeangalia wachezaji karibu 3 4 wametoka na pool ya hamstring, then kutoka hapo naweza jua vile nitaipanga, lakini itakuwa ni mechi nzuri. Coach, goli la dakika ya jioni na ni goli lenu la kwanza dhidi ya Mathare. Ulisema kuwa umecheza vizuri dhidi ya timu ambazo walipata alama dhidi yenu msimu uliopita, lakini goli la mwisho kabisa la kufunga mchezo inawapa ushindi na alama zote 3. Unazungumzaje mchezo wenyewe? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mechi bila majeraha. Then tunamshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kufanya tukakuwa na subira. Hatukukuwa frustrated, hatukukuwa desperate. So tulikuwa patient, tulingojea kwa moment. Tulijua lazima tutafunga. Hata nikiwa hapo nimeambia vijana, hii game lazima tutafunga. So sikujua ni time gani tutafunga, but nilijua lazima tutafunga. So naweza sema ni fight nzuri. Vijana wamekuwa very patient, wamecheza vizuri. Wamekuwa na very beautiful display, the good patience. So we just need to go and work on our clinical final third. We need to work on that. Na coach, second half niliona ulifanya change kubwa zaidi. First half niliona unapoanza mpira karibu viungo wako wote walikuwa chini, lakini kuna kitu wenda ulibadilisha second half. Niliona Keith Mbali alikuwa anaanza juu kabisa. Ilikuwa ni tactical zaidi? Yeah, ilikuwa ni tactical. Tulimwona Keith akikuja kuchukua mpira sana kwa afya opponent. Alikuwa anatunyima ile edge ya kuwa na numbers pale kwa defense ya opponent. So kidogo second half tulimlimit kuja kuchukua mpira kwa afya yetu na imewaka. Ukiangalia ile time first half before Isha alikuwa na shot kwa target, ilikuwa karibu ni bao. So tulitaka acheze karibu na the striker aweze kuchukua mpira nyuma ya number 6 wa opponent. Amefanya hivyo, imekuwa nzuri. So ilikuwa ni tactical. Brian pia kidogo first half hakuwa but ameplay his part. So nasema hizo sub mbili ya Mobeto na Bronson ilikuwa tactical na imetupatia matunda. Na coach, baada hapa ni mechi ya pale juu FC Leopards dhidi ya Shabana siku ya Jumapili. Unaweza kusema ni race for the title. Timu hizi ambazo zinaendea taji, itakuwa ni mechi aina gani? Mimi nimesema tu think hii tuta celebrate hii point 3 imetupatia. Hizi zilikuwa zetu muhimu sana, ndio zilikuwa zinatupatia hiyo step ya kumove forward. So FC Leopard ndio walikuja kwetu wakachukua point 3 na bao 2, na vile nilisema hapo awali I think tumechange mindset yetu, imechange na tumejiambia zile timu zote zilichukua point, Gusii zilichukua point away, lazima waturudishie point zetu. Hao walikuja Gusii wakachukua point zetu 3, ndio hizo wameturudishia. So kwetu pia tutaenda na the same mentality, we need to fight. Ndio FC wako kwa momentum, but we believe we will stop the momentum. So we just go and work, focus with our strengths. We'll exploit their weakness, and then I believe baada hiyo game vitu zitakuwa zimebadilika. Unamwona hapa chini. Sio sana nani atatuta, anajasema kama hiyo atatuta matu.